sababu ya Hosana Mlezi. Hosana Mlezi ni mradi ambao tulianzisha mwaka jana mwezi wa 3, na kufikia sasa tumeweza kufikia wamama karibu 1600. Lengo la mradi huu ilikuwa ni kuinua hali ya kiafya ya wamama wajawazito ili kupunguza vifo vya watoto na vifo vya wamama wanapojifungua. Na lengo kubwa haswa ilikuwa kwamba kuhakikisha wamama wana attend clinics, ambayo kufikia saa hii kuna ile focused antenatal visits ambayo inafaa kuwa 8 visits, na kuna zile 5 mandatory ambayo lazima wa attend. So tukaanzisha mradi huu ili hao mama zetu kutoka Chani nzima, wale matajiri, wale ambao wanaishi kwa mitaa yetu kama hapa tulipo Kalahari, wote waweze kupata haki sawa ya kwamba waweze kuenda hospitali wapate huduma za kiafya na kuhakikisha kwamba wanazaa watoto wakiwa salama salmini. Na tumeona zoezi hili limewanufaisha wengi. Kwa mfano, huyu mtoto ni kati ya wale ambao tulishika mwaka jana na tunaona afya yake imeimarika, anaendelea vizuri. Lengo letu ni kila mama mjamzito aweze kwenda kwa kliniki, aweze kupimwa mapema ili kama kuna hitilafu yoyote ya kiafya iweze kushughulikiwa mapema. Na kutokana na hiyo, kwa mwaka sasa tumeona hakuna kifo cha mama ambaye amekufa akijifungua ndani ya Chani. Ama yuko wa mama? Hakuna. Hakuna mtoto tunasikia ati amezaliwa kwa nyumba badala ya kuzaliwa kwa hospitali. Na hayo ndio maendeleo ambayo sisi tunataka kama wanachani. So leo tumeweza kutembelea, kufikia sasa tumefikisha watoto 25 ndani ya Chani sublocation, na bado kuna wengine karibu 10 ambao bado tunaenda kwa mtaa wa Marupanga tukisonga. So mama anapojifungua kwa hospitali tunamletea cotton, tunamletea pampers, tunampea beseni hii ambayo ni bathtub. Watoto wa Chani hakuna kuoshwa kwa ndoo wala sufuria. Tunaelewana wa mama? Na tukimaliza kukupa hiyo tunakupa shilingi 500. 500 hii ni ya kumwambia mama pole, ili mama aweze kwenda kununua kile ambacho labda hana, ili aweze kushiriki yeye na mtoto wake. Wazee hao tayari huwa Mungu amewajalia wanapata zao, lakini hii Hosana iwasaidie mama zetu. Wamama hoi! Hoi! Mama hoi! Hoi! Hii mradi iendelee isiendelee? Iendelee! Iendelee isiendelee? Iendelee! Nasema Hosana dozi ni ngapi? Dozi bila break. Kufanya hivi dozi ni ngapi? Dozi bila break. Asanteni sana. So acha tumsikie mama. Yeye ni kati ya yule ambaye mjukuu wake wa kwanza alipata na sasa tumekuja wa pili. Mama, kauli yako. Mama hoi. Hoi. Hosana hoi. Hoi. Mimi yangu ni kushukuru kwa sababu hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza nilikuwa Hosana alikuja akashika huyu mtoto ambaye alikuwa ni mwaka jana. Leo hii alikuwa huyu ni mjukuu wako. Leo hii amekuja tena, amekuja kushika mwingine na yeye pia ni mjukuu wangu. Kwa hivyo mimi ninashukuru na ninasema Hosana tena tena tena. Mama hoi. Hoi. Jamani, 2027 usisahau yale Hosana ametutendea. Asante sana mama. Naam, mheshimiwa, kwa kukuuliza tu, kwanza naitwa Samuel Oduma, hii ni Vum Media 254. Nakushukuru sana kwa sababu tunaona ya kwamba utendakazi wako ndani ya Chani ni jambo ambalo linaaminika, na pia kwa ajili ya kujali wa mama zetu, pia hiyo ni jambo lingine ambalo umefanya bora sana. Je, kuna wengi ambao wanasema ya kwamba na wanadhania ya kwamba katika kura ama uchaguzi inayokuja mwaka 2027 hautaweza kusimama, na kuna wengine ambao pia wanasema ya kwamba utendakazi wako wameona, lakini kwa kauli yako umesema ya kwamba bado dozi ni 10. Je, katika wewe leo hii kutoka katika kilindi cha moyo wako, tungependa tu tukaweze kujua sisi kama waandishi wa habari ya kwamba je, uko na mipangilio yapi au nia yako mwaka wa 2027 ni gani? Kwanza hii ieleweke, kuna tofauti kati ya bahari na kilindi. Ni vigumu sana mtu kujilinganisha na Hosana. Hii ni bahari, ukijaribu kushindana na Hosana utaangamia. Sijui kama mnanielewa. Na pili, mimi wala siwezi tuma mtu kunisemea. Kile ninachojua ni kwamba wananchi hawa walinipa madaraka ni waongozi. Na yale ambayo nimefanya ikiwemo Kalahari hii, tumejenga mradi wa barabara kutoka kule juu VTTI
mpaka chini mtaroni pale. Juzi tumewekea mataa, mtaa ambao haujawahi kuwa na mataa tangu dunia iumbwe. Tangu dunia iumbwe hujawahi kuwa na maendeleo katika mtaa huu. So mimi peke yake nimetambua kwamba Kalahari ni kijiji ambacho kina wananchi na wanastahili kusaidika, na ndio maana mimi niko hapa. Waulizeni hawa wananchi, kunaye kiongozi ambaye amekuja akakaa hapa na nyinyi hivi? Hakuna. Yupo ama hakuna? Hakuna. Na mimi ni mtu wa wananchi. Kwa hivyo kama kuna mtu ambaye labda anafikiria kusimama 2027, huyu ni kujitafutia kufilisika, anajitafutia, kwa sababu pesa ataleta zitaliwa na kura hatapewa. Si ni kweli jamani? Ni kweli. Na mimi niseme 2027, ninachojua mimi ni kwamba sina mpinzani, na kama mtu atakuja kushindana na mimi labda tumtafutie wodi yake tumtengenezee, lakini ya Chaani iko na kiongozi. Asante mheshimiwa, swali langu la mwisho, mbona wamama bali sio wazee? Kwanza ukishika mama pia umemshika mzee, kwa sababu hii kazi tunayoiona si kazi ya wamama. Jamani, nauliza, hawa watoto ni kazi ya wazee si ya wazee? Ala, si ni hivyo jamani? Hii beseni mtoto akiogea, mtoto ni wa mama ni wa mzee? Huyu mtoto sahihi kama mfano aitwa nani? Waitwa Jennifer nani? Jennifer Ndegwa. Mmesikia jina ya mama hapa? Kwa hivyo hili tunalolifanya linamgusa mwanaume 100%, na tunawapongeza wazee wetu wa Chaani kwa sababu ya yale wanafanya. Mimi nawapongeza na nitaendelea kushirikiana nao, na uongozi wangu uko na wababa, uongozi wangu uko na wamama, uongozi wangu uko na vijana, na uongozi wangu haubagui dini wala kabila. Kuna wale wanapiga siasa ya Uswahili, ati wao sisi ni Waswahili, sisi tulizaliwa sijui wapi. Mimi nasema hii Chaani hii ni ya wana Chaani. Hii Chaani, uwe Mkamba kutoka Kitui, wewe ni mwana Chaani. Wewe ni Mjaluo kutoka Oyugis, ukifika hapa wewe ni mwana Chaani. Ndio maana tunafanyia kila mtu bila kubagua, wewe unaitwa Salamu Aleikum ama wewe unaitwa Shalom. Sisi wote ni wamoja na tunasonga mbele tukisongesha jamii yetu mbele. Ni namna hiyo.